Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yetu ya Nahoda Creative. Natumai mzima wa afya, na kama unaumwa pole sana. Kwenye darasa letu la leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza lower third ndani ya Adobe After Effects. Hiki ni kipengele muhimu ambacho kinakusaidia kuweza kutambulisha majina, vyeo, social media na hata taarifa fupi. Na video yako itaonekana kama hivi baada ya kutengeneza lower third. Na bila kupoteza muda, twende nikakuonyeshe hatua kwa hatua ambazo unaweza kuzipita kuweza kutengeneza lower third yako kama hii. Na kwenye tutorial hii itakuwa refu. Kwa sababu gani itakuwa refu? Na kupitisha hatua kwa hatua kidogo kidogo ili uweze kufahamu. Kwa sababu sitaki iwe refu, lakini itanibidi kuitengeneza tutorial iwe refu ili uweze kuelewa. Usiogope. Baada hapo, kitu cha kwanza, ikiwa tayari ushafungua Adobe After Effects yako kama hivi, basi unatakiwa utengeneze new composition. Kwa nini tunatengeneza new composition? Kwa sababu tunatengeneza new composition ili layer zetu zikae kwenye composition. Kuna njia, unaweza ukatumia njia tofauti tofauti. Unaweza ukaja kwenye new composition kwa watu ambao wanatumia matoleo ya kisasa ya Adobe After Effects, lakini vile vile kwa watu ambao wanatumia matoleo ya zamani wanaweza wakaja kwenye composition menu hapa juu, na baada hapo wakaklik wakaja new composition. Na unaweza ukatumia shortcut key kuweza kufanya kwa urahisi. Unaweza ukabonyeza Ctrl+N kwa watu ambao wanatumia Windows, na kwa watu ambao wanatumia Mac basi wanaweza wakabonyeza Command+N. Na baada hapo itakuletea window kama hii. Kwa hiyo hapa unatakiwa useti composition setting. Kwenye kuseti composition setting utaandika jina la composition yako. Kwa hiyo nitakuja kwenye composition name, nitaandika jina la composition yangu, nitaandika lower third. Baada hapo nitakuja kwenye preset. Kwenye preset hapa utaseti preset yako. Kwa hiyo nitakuja kwenye HD, kwenye HD ambayo ni 1920 kwa 1080 ambayo ni ina frame per second 29.9 ni 30. Kwa hiyo kila kitu utaacha kama kilivyo. Utakuja kwenye duration. Kwenye duration tuna set muda. Hapa tutaweka sekondi 10. Baada hapo nitabonyeza okay. Kitu ambacho kinafuata ni kuweka shape zetu au kuweka text zetu, yani kifupi tunasema ni kuweka layer zetu. Kwa hiyo nitakuja kwenye title action safe kuweza kuweka title action safe ambayo itanisaidia kuweza kutengeneza lower third yangu kwa ufasaha zaidi na iweze kuonekana vizuri. Na hii inatusaidia kuweza kubalance shape zetu, maneno yetu kutokana na title action safe. Baada hapo tutatengeneza shape layer. Shape layer unaweza right click hapa, baadaye ukaja new, alafu kaja shape layer, lakini mimi nakuwa napenda sana kuja kwenye rectangular tools. Yani hapa kwenye shape layer, baadaye kuna rectangular, kuna rounded, kuna elliptic, alafu polygon na star. Kwa hiyo nitakuja kwenye rectangular tool. Kwenye rectangular tool baada hapo nitachora rectangular yangu. Kwa hiyo nitachora rectangular yangu hapa, rectangular mpaka kama hivyo. Tayari inanitosha. Baada ya kutengeneza rectangular, ukija kwenye juu hapa kwenye menu ya juu huku kuna fill na stroke. Tunapokuja kwenye fill hapa tunaweka rangi yetu. Kwa hiyo kuna rangi hapa tutaweka, kuna rangi ambayo utatakiwa wewe. Ukiwa umepewa kazi hii, basi unaweza ukaangalia brand ya color husika ya ile taasisi au online platform ya mtu. Kwa mfano unatumia color ya blue au orange, itategemea na brand husika.
Kwa hiyo mimi kwa vile nafanya tutorial ya mafuzo, naweza kaweka color yoyote ile. Kwa hiyo nitaweka color, nitaweka white, baadaye nitakuja kwenye stroke. Sitaki kuweka stroke, kwa hiyo stroke nitaitoa. Kwa hiyo kama unavyoona, kama unataka stroke utaweka, lakini kama hutaki stroke iondoa stroke. Sitaki stroke, alafu utabonyeza okay. Baada hapo tayari tushatengeneza shape. Tukitengeneza shape, kitu muhimu cha kuzingatia ni kuseti kama hivi ninavyoseti. Hii kuna anchor point, kuna anchor point kama unavyoiona hii hapa. Anchor point ni sehemu ambayo effect zako zinaanzia. Kwa mfano unapoanza kuanimate, kwa hiyo effect yako itaanza huku juu. Kwa hiyo kitu cha kwanza unachotakiwa ni kuiseti anchor point. Kwa hiyo anchor point yangu kutokana na lower third yangu ambako inataka kuanzia, yani ina juu na chini, kwa hiyo anchor point yangu nitapendea sana kuweka katikati. Kwa hiyo nitakuja kwenye anchor point, au unaweza ukabonyeza Y kwenye keyboard yako. Nitakuja na nitaiweka anchor point yangu center kama hivi. Baada hapo nitaiweka shape yangu center. Nitakuja kwenye align, sehemu ya align. Kama hiyo ni align hapa, basi utakuja kwenye window, alafu utaklik kwenye align. Kwa hiyo nitai-align iwe katikati center. Shape yangu tayari iko center. Baada hapo nitai-duplicate layer yangu. Kwa nini na-duplicate? Kwa sababu nataka kutengeneza layer mbili. Sitaki kuchora layer tena, nataka hii nitumie kama kuiduplicate. Kwa hiyo naweza nikatumia njia mbili. Naweza nikabonyeza Ctrl D, au nikaja kwenye edit, alafu nikai-duplicate. Baada hapo tayari nishai-duplicate. Kitu ambacho kinafuata nitaishusha chini. Ukabonyeza P kwenye keyboard yako, alafu kuna X pamoja na Y. Kwa hiyo X kazi yake ni kuweza kuipeleka kaskazi, yani hivi na kusini, lakini Y ni kuipeleka chini na juu. Kwa hiyo tukiundo Ctrl Z, au unaweza ukaja kwenye edit alafu undo. Baada hapo nitakuja kwenye Y. Kwenye Y nitaipeleka chini shape moja yangu. Baada hapo nitaikisia hapa, yani huziachanishi, unaweka hapo. Ikiwa tayari shape layer moja inatakiwa ibadilishe rangi. Kwa hiyo nitarudi kwenye selection tool hapa, alafu nitabadilisha rangi. Nitaweka rangi yoyote hapa. Subiri tuweke blue light kama hiyo. Baada ya kuweka blue light hapa, tayari shape yako unaiona iko vizuri. Baada hapo utaziandikia majina. Kwa hiyo hii ya chini ni blue, nitaiandikia blue shape. Alafu nitakuja juu nitaiandikia white shape. Kwa hiyo nitai-rename white shape. Baada hapo nitatakiwa kuzitengenezea mask. Kwa nini tunatengeneza maski? Kwa sababu maski inatusaidia wakati tuna animate, yani kusiwe na muingiliano. Utaona wakati tutapozifanyia animation. Kwa hiyo nitai-duplicate kwenye blue. Kwa hiyo kama ile njia yetu ambayo tunatumia, unaweza waja edit, alafu ukai-duplicate, alafu kaja white shape, alafu utai-duplicate. Jamani, naenda taratibu kwa sababu unatakiwa uelewe. Nikienda haraka hapa unakuwa hatuelewi. Sitamani kwa tutorial refu, lakini itanibidi iwe refu kutokana nataka watu ambao wanajifunza kwangu waelewe. Siende haraka hapa nipite hapa, hapana. Nataka uelewe. Siku ya pili ukirudi ukitaka kujifunza kitu kingine, uwe na uhakika naenda kujifundisha kwa Nahoda Creative na ninaelewa. Baada hapo nitazibadilisha zile ambazo nimeziduplicate. Utaziona shape blue shape, alafu kuna blue shape 2.
yani hii ambayo iko tu hayo, hii utai rename. Kwa hiyo hapa nitai rename, nitaandika blue shape mask, alafu nitakuja white shape mask. Kwa hiyo nitaibadilisha jina hapa, nitaika mask kama hivyo. Kwa nini tunafanya hivyo? Utaelewa baadaye kwa sababu gani tunafanya hivyo. Tukija kwenye blue shape, ukiangalia kwenye kuna modi, kuna trackmate, kuna parent and link. Ukibonyeza toggle switch hapa zinaondoka, lakini ukirejesha zinakuwa kama hivi. Kwa sasa tunaenda kuifanyia alpha mesh shape. Kwa hiyo shape yetu hii tunaitaka wakati tunaianimate ikienda kusini au kienda kaskazi ionekane sehemu ambayo tunaitaka. Kwa sababu kwa mfano kama hivi tukifanya animation, kwa mfano tuje position na kuonyesha mfano, tukitaka uipeleka huku unaiona yani inaonekana mpaka huku, lakini tukatapoifanyia alpha mesh shape tutapoimaski haiwezi kuonekana huku, itaonekana pale ambapo layer yetu tumeifanyia mask. Tukija hapa kwenye edit kuweza ku undo kama hivyo. Sasa na kuonyesha tunapofanya. Kwa hiyo kuna watu ambao wanajifundisha kwa kutumia matoleo ya nyuma ya Adobe After Effects. Hapa hawezi kuona. Huku juu unaweza ukaona imeandikwa kwa kifupi track, ambayo TRK alafu M. Lakini kwa watu ambao wanatumia matoleo ya sasa wanaweza kaona none mate kama hivi, lakini wao wanaweza kaona none tu. Baada kama hii unavyoiona hii, basi wanatolea matoleo ya nyuma wataiona hapa. Baada hapo nitakuja kwenye none mate, kwenye no mate. Kwenye no mate hapa nitakuja kwenye ile blue mask ambayo nimeitengeneza. Kwa hiyo nita click. Baada ku-click hapo itatengeneza mask. Kwa hiyo tukirudi kwenye position, tukifanyia tena pale, tukipeleka huku sasa huioni. Kwa nini? Tumefanyia maski. Hiyo ndo kazi ambayo tumeifanya kwa kufanyia maski. Unaenjoy hata kama ni tutorial refu, lakini utaenjoy. Tukiundo utabonyeza Ctrl Z au utakuja kwenye edit alafu ka undo kama hivyo. Tayari tunakuja kwenye white shape. White shape nitafanya kama vile, nitakuja kwenye white shape mask kama hivyo, itakuwa tayari. Kitu kinachofuata ni kuzifanyia animation. Kwa hiyo nitakuja blue shape alafu nitabonyeza P kwenye keyboard yangu. Kama nilivyokueleza mwanzo, kuna X ambayo hii ya kwanza na Y. X inakuwa inaenda kaskazini na kusini, Y inaenda juu na chini. Kwa hiyo unataka nini? Kwa hiyo tunataka Y tunataka tuipeleke blue shape iende juu. Kwa hiyo nitakuja kwenye flag line yangu hii, nitakuja mpaka second ya kwanza. Second ya kwanza kama unaweza ukasogeza hivi ili kuweza kuona au ukapunguza. Kwa hiyo second ya kwanza ni hapa. Baadaye nitakuja kwenye stopwatch hapa kama kisaa kama unavyokiona, nita click. Baada ku click hapa itatengeneza keyframe. Baada kutengeneza keyframe nitakuja mpaka hapa mwanzo. Baadaye nitakuja kwenye Y na kuipandisha juu. Kwa hiyo nitakuja kwenye Y, nitapandisha juu hizi, nitakuwa nimeshikilia, nitapandisha juu mpaka hapo imetosha. Kwa hiyo tukipreview utaiona inatokezea kama hivyo. Baada hapo nitakuja hapa kwenye second ya kwanza, nitakuja kwenye white shape. Usije kuchanganya, kuna white shape mask alafu kuna white shape. Kwa baada hapo nitabonyeza P. Kwa nitabonyeza P kwenye keyboard yangu, alafu nitakuja kwenye kisaichi, nita click. Baada ku click nitakuja mwanzo huko. Baada hapo tutaipeleka wapi? Mwanzo blue shape tumeipeleka juu, white shape tutaipeleka chini. Kwa hiyo nitakuja kuipeleka chini kwenye y axis hapa, nitaipeleka chini mpaka hapo.
Baada hapo ukizi preview utaona zinavyofanya. Ukipreview unaona. Kwa hiyo subiri tuone vizuri inavyofanya. Nitaisogeza mpaka hapo. Kwa hiyo utakuwa unaona. Umeona? Sasa nataka nizifanyie smooth animation. Kwa hiyo kitu kinachofuata utaselect hizi zote keyframe ambazo tumezitengeneza. Baada hapo uta right click kwenye keyframe hapa, alafu utakuja kwenye keyframe assistance, alafu utakuja easy. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu tunataka keyframe animation yetu iwe smooth. Kwa hiyo utaona hapa imekuwa smooth. Sasa unaweza ukaja kwenye ukiwa umeselect hivi utakuja kwenye graph editor. Kwenye graph editor basi utahakikisha umekuja kwenye graph speed. Kwa hiyo kama huioni kama hivyo, utakuja kwenye graph speed, uta edit speed graph, alafu uta show graph tips. Kwa hiyo uta select kama hivyo, baadaye utapeleka huku. Ukipeleka huku, tukirudi utaona mabadiliko. Inaenda taratibu, inamalizia kama hivi. Baada hapo kitu kinachofuata ni kuweka maandishi yetu. Ikiwa tayari hapo tushafanya kila kitu, kinachofuata ni kuweka maandishi. Tutaanza na jina. Kwa hiyo tutakuja second ya kwanza hapa, tutaweka majina yetu. Unaweza ukaja right click, alafu ukaja new, alafu ukaja text, au unaweza ukaja kwenye text tools hapa uka click, baadaye uka click hapo. Baada ya kuklik hapo utaweka jina lako. Kwa hiyo utaandika jina hapo. Kwa mfano mimi nitaandika Nahoda Creative. Nitaandika Nahoda Creative. Nahoda Creative. Nahoda Creative. Kwa hiyo ukiwa ushaandika jina lako, baada hapo unaweza ukabadilisha rangi jina. Kwa hiyo nitabadilisha rangi, nita select, baadaye nitakuja kubadilisha rangi hapa. Unaweza ukabadilisha rangi, lakini mimi nataka rangi ambayo rangi yangu iendane na brand husika. Kwa hiyo nita click kwenye eyedrop, alafu nitakuja huku kwenye hii ya chini. Kwa hiyo nitapata rangi kama hiyo. Kwa hiyo baada ya kupata rangi kama hiyo, nitaichukua hii okay. Kwa hiyo nitarudi hapa kwenye second ya kwanza, nitaichukua hii Nahoda kuiweka hapa. Unaweza ukaja kwenye character huku. Kwenye character kama huyoni, basi unaweza ukaja window, alafu ukaitafuta character, alafu uka click. Kwa hiyo character hii inatusaidia kuweza kubadilisha fonti zetu, yani mwandiko ukabadilisha, alafu unaweza ukabadilisha aina ya mwandiko unatakiwa iwe body au same body. Kwa mimi nitaweka body, alafu nitaongeza ukubwa wa maandishi. Unaona, yani kuna kitu umejifunza hapa. Umeiona hii keyframe hii. Kwa hiyo effect zako zinapoanza kutokezea, unaziona zinakoanza kutokezea. Kwa hiyo hiyo ni umuhimu wa kuweka keyframe vizuri. Baada hapo unaweza ukai-align hii. Kama usharizika, nita click kwenye align, nita-align kama hivyo. Kwa hiyo utaona Nahoda Creative tayari ishakaa, jina hapo limerizika. Baada kitu kinachofuata ni kuweka cheo changu. Kwa hiyo naweza ukai-duplicate au ukaandika nyingine. Kwa hiyo utakuja kwenye hakikisha unapobonyeza, yani ume unselect, haipo kwenye shape. Kwa hiyo unakuja kwenye type, alafu unaandika cheo. Kwa mfano na kwa Nahoda Creative. Kwa hiyo creative director. Kwa hiyo unaweza au
content creator itategemea na wewe mwenyewe. Kwa hiyo nitaandika creative director. Baada hapo naweza nikabadilisha rangi ya mwandiko wangu. Kwa hiyo nitaweka white. Baada kuweka white nitaisogeza juu, nita refresh, nitabonyeza caps lock kama hivyo. Nitabonyeza kama hivyo. Kwa hiyo naweza ukaja kwenye ukaongeza ukubwa wa maandishi hapa kwenye character. Unaweza ukafanya kila kitu ambacho inastahili kufanywa, ukaongeza ukubwa kama hivyo. Ukiwa tayari hapo usharizika. Kwa hiyo everything hapa utakuja kwenye character kubadilisha. Kwa hiyo mimi nataka maandishi yangu yawe semi body. Baada hapo nitakuja kwenye align, align kama hivyo. Kama hivyo ishakuja. Na Hoda Creative ambayo ni na cheo nimeweka creative director, itategemea na wewe cheo husika ambacho upo nacho. Na hapo ndaona bado kwenye maandishi yangu hajakaa vizuri. Nitakuja kwenye cheo, nitakuja character. Character iko wapi? Nitakuja character. Nitakuja ni selection ili niweze kuiselect. Nitaiselect. Baada hapo nitaweka bold kama hivyo. Na kwenye jina nitakuja na Hoda Creative, na kwa vile vile nitaongeza kidogo kama hapo. Baada hapo nitazi align na nitakuja kwenye align, afu nitazi align ziwe kati, na nitakuja kwenye jina nitali align. Baada hapo nitatamani kuziweka akaponti ziwe kati ili animation yetu inapotokezea basi iweze kutokezea kati. Kwa hiyo nitakuja kwenye akaponti hapa, nitaichukua akaponti nitaiweka kati, alafu nitakuja kwenye creative director nitaiweka kati. Kitu ambacho kinafuata ni kuweza kuifanyia animation. Kuna njia tofauti. Kwa leo tutatumia njia kama tulotumia mwanzo. Nitatengeneza shape zangu. Nitatengeneza shape mbili. Shape moja itakuwa kwa ajili ya jina na shape moja itakuwa kwa ajili ya cheo au dhamana. Kwa hiyo kama kawaida yetu, hakikisha huja select layer yote hapa, alafu utakuja kwenye shape. Kwenye shape hapa utaichora shape yako kwenye shape yako hapa. Alafu utachora shape nyingine. Hii utainame hapa. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya jina. Tutaweka kwa ajili ya jina mask. Ati jina mask kiswa Kiingereza. Jina mask, au umeelewa, lakini mask. Baada hapo jina liko wapi? Jina ile hapa. Jina liko chini na Hoda Creative. Kwa hiyo alafu nitaishusha, nitaiweka vizuri hapa, kama hivyo. Naweza ukaialign ili ipendeze zaidi. Nitaialign. Baada hapo nitatengeneza mask. Unselect, nitakuja tengeneza mask nyingine hapa. Kwa hiyo nitaipandisha juu kidogo kama hivyo. Kwa hiyo hii tutaita cheo mask. Eti cheo mask. Cheo mask au dhamana yoyote, muhimu uelewe. Tunataka uelewe. Baada hapo kama kaida yetu nitakuja kwenye Hoda Creative.
nahoda creative nitakuja kwenye kwenye no mates, alafu naangalia nahoda creative ni jina, kwa hiyo nitakuja jina mask. Umeelewa vizuri? Alafu nitakuja kwenye nahoda creative director, alafu uta click hapo, utakuja kwenye cheo mask. Ushaelewa? Kitu kinachofuata ni kuzifanyia animation kama vile mwanzo tu kwa hiyo nitakuja kwenye jina nahoda creative, nitabonyeza P, yani position. Baada ya kubonyeza position, nitaiangalia mask yetu, yani ile keyframe yetu ilipoishia. Kwa hiyo naweza nikaja kwenye blue shape, alafu nikabonyeza U, nikaiangalia imemalizikia kwenye moja. Kwa hiyo nitakuja kwenye nahoda creative, nita click kwenye katikati baina ya 1 na 2 hapa. Unakuja katikati. Kwa hiyo hapa unaweza ukiweka hivyo, kwa hiyo baina ya 1, yani baina ya sekunde ya kwanza na hapa, yani nusu yake hapa. Unaona vizuri? Kwa hiyo nita click kwenye position. Hapa nita click kwenye position. Baada hapo nitakuja mpaka kwenye sekunde ya kwanza, nitaiweka sekunde ya kwanza. Nitaipeleka juu. Kwa hiyo nitaipeleka juu. Tunapeleka chini. Kwa hiyo nitakuja kwenye Y, alafu nitaipeleka chini. Kama hivyo. Baadaye nitakuja kwenye nahoda creative director. Nitakuja kwenye hapa. Baada hapo nitabonyeza P kwenye keyboard yangu, nitabonyeza kwenye stopwatch, alafu nitakuja hapa. Baada hapo nitaipeleka juu huko kama unavyoona. Mpaka hapo inatosha. Tuki preview utaona kama hivi. Kwa hiyo subiri tushushe resolution, tuweke auto. Kwa hiyo tuki preview hapo utaona wow. Yani unaona haiko smooth. Kwa hiyo nita select hizi keyframe zangu, nitabonyeza right click, alafu nitakuja keyframe assistance is. Baada hapo nitaangalia vipi zimechangamka au kama hivyo. Baada hapo nitakuja graph editor, nitazipeleka, nitazileta mpaka hapo inatosha. Kwa hiyo utakuwa unaangalia jinsi ambavyo inafaa, lakini yani majina yako faster sana. Kwa hiyo nitasogeza mpaka sekunde ya pili hapa. Sekunde ya pili nitaangalia ziko speed au kawaida. Kwa hiyo baada hapo ziko fresh sasa hivi. Kwa hiyo baada hapo tayari tushaona jinsi ambavyo inaingia lower third yetu. Kwa hiyo tutaangazia jinsi ambavyo inatoka. Kwa hiyo baada kukaa kama sekunde 8, sasa tunatakiwa itoke. Itatoka vipi? Kwa hiyo nitakuja mpaka kwenye sekunde ya 8 hapa. Kwenye sekunde ya 8 au tuweke sekunde ya 9. Kwenye sekunde ya 9. Kwa hiyo nitatumia keyframe hizi ambazo nimetumia jinsi ya kuingiza, lakini nitazipangua. Tutazipangua vipi? Nitakuja kwenye keyframe yangu hizi zote mbili kwenye blue shape, alafu nitazicopy. Unaweza ukaja kwenye edit, alafu ukacopy, baadaye ukapaste.
Vile vile unaweza ukatumia hata shortcut key. Kwa hiyo kama hiyo. Sasa hapo tayari ushaziona keyframe zangu kama hivyo. Kwa keyframe zangu ili zianze kutoka, yani hapa utaona tu inaingia na hapa inaingia, lakini nataka itoke. Sasa hii keyframe ya mwisho hii utaipeleka mwanzo na mwanzo utaipeleka mwisho. Tunafahamu hapo? Yani keyframe zetu hizi, hii ya mwisho utaiweka mwanzo na ya mwanzo utaiweka mwisho kwenye shape. Kwa hiyo nitakuja hapa nitaitogeza huku. Kwa hiyo mpaka sekondi ya 8 kama hapa. Sekondi ya 8. Baada hapo nitaziselect zote alafu nitaziweka mpaka sekondi ya 10 hapa. Kwa hiyo zitaanza kuondoka sekondi ya 9. Nitahakikisha zimefika sekondi ya 9. Nitakuja vile vile kuichukua hii shape layer ya white alafu nitacopy. Yani utakuwa unafanya hivi. Tunafanya njia za kitoto kabisa kwa sababu yani ndo na hakika wewe ni mwanzo unajifunza. Kwa hiyo siwezi kuweka njia ambazo ni complex zikakusumbua. Kwa hiyo nitapaste. Nitakuja edit, nitapaste kama hivyo. Kwa hiyo kama kawaida yetu ya mwanzo ya mwisho tutaweka mwanzo, cancel. Kama hivyo, alafu hii ya mwisho tutaisogeza mpaka mwisho kama hai. Unavyoona, na hakikisha iko sawa na nye zake. Kwa hiyo utafanya zote kama hivyo. Zote kama hivyo. Kwa hii ya mwanzo utaiweka na mwenzake huyo hapo. Kwa hiyo ukipreview utaona jinsi ambavyo zinatoka. Yep. Inaingia, inakaa, alafu utaona yep. Sasa sasa kwenye maandishi, na kwenye maandishi unatakiwa yatoke mwanzo. Kwa hiyo utakuja mpaka sekondi ya 8 hapa. Hapa maandishi ndio yanatakiwa yatoke mwanzo kabla shape. Kwa hiyo nitakuja kwenye shape yetu hapa, nitacopy. Kama kawaida yetu tuna copy alafu nitapaste. Kama hivyo. Na hapa vile vile yani hii ya mwanzo, keyframe hii ya mwanzo, ya mwisho, kumradhi, ya mwisho utaiweka mwanzo na ya mwanzo utaiweka mwisho. Kwa hiyo acha tuisogeze hii alafu tuiweke hii hapo, alafu hii utaichukua utaiweka hapo. Okay, baada ya kumaliza hapo tutakuja hii ya mwisho na tuta edit, copy. Baada hapo tuta edit, paste. Itatokeza hivyo. Kama kawaida yetu tutasogeza hii ya mwisho hapo na tutachukua hii ya mwanzo kuweka sawa na mwenzake hapa. Unaelewa tunavyofanya? Yani kifupi, hizi za mwanzo hizi zinakaa mwisho na mwisho zinakaa mwanzo kama unavyoona. Alafu ukija huku kwenye text zimeanza kuondoka text kwa sababu tunataka iondoke text. Kwa hiyo ukipreview utaona hiyo. Inaanza. Baada hapo tuende tukai export, yani tukaifanyia rendering. Kwa hiyo tutakuja composition, alafu tutakuja kwenye pre-render. Hapa tutakuja kwenye pre-render na tutafanya setting 2-3. Utakuja kwenye rendering setting, utaweka kwenye quality utaweka best, na kwenye resolution utaweka full, alafu utaacha kama kilivyo, utabonyeza okay. Utakuja kwenye output mode, hapa tutaweka quick time. Tutaweka quick time kwa wapi? Baada hapo utabonyeza okay, na hapa utasave jina. Kwa hiyo hapa nitaweka jina sehemu ambayo itafikia tutorial.
na baada hapo nitabonyeza save. Kitu ambacho kinafuata utakuja kuclick kwenye render. Itafanya rendering kama hivyo faster kutokana na kompyuta yako. Ikiwa kompyuta yako kubwa basi itafanya kwa haraka zaidi, na ikiwa tayari kitu kinachofuata ni kuitumia. Kwa hiyo ukirudi huku, hii itakuwa ni kama template yako. Kwa hiyo utakuwa unabadilisha majina tu. Kwa hiyo utakuja kama unataka kubadilisha jina hapa, kama kwa mfano tunakuja kubadilisha jina hapa, tunaweka Yusuf Nahoda. Alafu hapo unakuja kwenye cheo, alafu unaweka tu hapa Nahoda content creator. Alafu kama unabadilisha rangi basi unabadilisha. Kwa hiyo unabadilisha rangi, unakuja kwenye blue shape, unaweka rangi nyingine. Yani hivyo ni rahisi kabisa. Hapo utakuwa mwenyewe unafanya kazi zako kwa weledi na inaonekana hizi ni content ambazo nzuri. Baada hapo unakuwa una render. Twende nikakuonyeshe namna gani ambavyo tunaweza tukaitumia. Kwa nini hatuwezi kurenda kazi yetu huku? Kwa mfano huku inakuwa kazi yetu inakuwa inatengeneza faili kubwa. Kwa hiyo huku huwezi kuiweka moja kwa moja video yako, kwa sababu huku inakuwa inatengeneza faili kubwa. Tutaenda kwenye Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo nitafungua Adobe Premiere Pro yangu. Ikiwa tayari nimeshafungua Adobe Premiere Pro yangu na kuiweka video yangu kama hivyo unavyoiona, tayari nimeshaweka video yangu hapo. Tukipreview unaiona hiyo hapo. Kitu kinachofuata nitakuonyesha jinsi ya kuweza kulinki kazi yako kutoka kwenye Adobe After Effects na kuiweka kwenye Adobe Premiere Pro. Hii ni njia rahisi ambayo itakusaidia. Ukiwa uta export baadaye utaiweka, lakini hii ni njia rahisi ambayo nakuwa natumia sana. Kwa hiyo nitakuja kwenye Adobe After Effects yangu, nitakuja kwenye composition husika, nitakuja kwenye composition yangu hii hapa na kuichukua na kuiweka kwenye Adobe Premiere Pro yangu. Nitaiweka kama hivyo. Kitu ambacho kinafuata, nitachukua lower third yangu na kuiweka hapa. Baada ya kuiweka, subiri kwanza tukaifanyie sequence in na sequence out ili iweze kuenda yani kuirenda, ili tuone jinsi ambavyo inaonekana. Kwa hiyo baada kuirenda in na kuirenda out utaiona kama hivyo. Na hivyo ndivyo jinsi ya kuweza kutengeneza lower third ndani ya Adobe After Effects. Na ukiwa na creative kidogo tu basi unaweza ukatengeneza lower third tofauti kuweza kutumia kwenye video zako. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, basi usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata mafunzo yetu mbalimbali ya ubunifu pamoja na technology. Mimi naitwa Nahoda Creative.